Mpenzi wangu. Naam. Kuna kitu naomba nikushirikishe. Kitu gani tena hicho? Lakini kabla sijakwambia, naomba nitakapokuambia kitu kiwe siri yako, usimwambie mtu yeyote yule. Kuna kitu mimi kinaniumiza sana. Sawa, niambie. Ni hali ya mdogo wangu. Kafanya nini tena mdogo wangu? Si hayupo hapa, amesafiri? Hapana. Mdogo wangu yupo. Na kwa muda wote ambao nyinyi mnajua kwamba mdogo wangu hayupo hapa, kasafiri. Yuko wapi sasa? Mdogo wangu yupo ndani akiugulia maumivu kila siku. Mdogo wangu anaumwa sana. Yaani yupo kwenye hali mbaya sana. Na kinachoniuma mimi, nimeambiwa hili jambo liwe ni siri, nisimwambie mtu yeyote. Mbuge, kwa nini sasa mtu yupo ndani na anaumwa na hamsemi? Mmefanya kama siri, shida nini? Sio mimi. Mimi natamani sana niwashirikishe watu na tuombe msaada, labda kuna jambo lote nitakusaidia, lakini shida ipo kwa kakaangu Mabuga. Kakaangu hataki hili swala lijue mtu yoyote yule. Yaani kaniambia nisifungue mdomo wangu kumwambia yoyote yule. Zanita, mke wangu. Mume wangu. Karibu mume wangu. Asante mke wangu. Shikamoo mume wangu. Marhaba. Hujambo? Jambo. Karibu. Asante. Vipi wewe? Umeshindaje? Niko salama. Kikubwa nilikuwa nakuwaza wewe, kwa kuwa umerudi salama. Hiyo ndo furaha yangu. Ni kweli. Ila ninachomshukuru sana Mungu, wewe ni mke bora sana kwangu mke wangu. Ndio maana nakupenda sana. Asante mume wangu. Umepika nini? Sitajua tutafika ndani. Sawa mke wangu. Okay babangu. Asante. Safi, basi tuende. Wanakijiji wote wanajua kama mdogo wako hayupo, amesafiri. Leo hii kumbe yupo ndani anaumwa na hamsemi. Mmekaa kimya. Mlikuwa mnataka kitokee nini Na yule ni binadamu, anahitaji huduma. Okay, hamna uwezo, si mkishirikisha watu. Sasa kaka yako yeye anataka kitokee nini kwa mdogo wako? Anataka kumuua? Kwa kweli mimi sijui nia ya kaka na wala amezamilia kitu gani. Yaani mpaka muda huu sielewi. Na kwa nini hataki watu wajue? Yaani sijui, yaani hakuna ninachokijua. Hivi kaka yako ana akili timamu kweli? Sisi wanaume wenzie tunapishana naye huko, hasemi kitu cha aina yote. Tunasalimiana vizuri na tunaishi naye vizuri, hatuna ugomvi naye. Na kinachonichanganya zaidi, ndoto ninazoota sasa hivi ni ndoto za kutisha. Hapo sasa kulikuwa kuna tatizo, sio bure. Sawa, mimi nitakusaidia. Nitajua tufanyeje ili mdogo wako awe sawa. Ila kaka yako kuna namna anafanya juu ya mdogo wako, hayuko sawa. Kwa nini akae kimya na afanye siri? Naomba unisaidie. Nimekuamini wewe na ndio maana nimekuambia. Naomba unisaidie mpenzi wangu. Mimi mpaka sasa hivi sielewi ni kitu gani nifanye. Ina maana nisingekuja leo kukuona hapa nisingejua kitu cha aina yote.
Sawa. Usijali, nyamaza kulia sasa. Bora ushaniambia mimi, tajua tunafanyaje. Sawa? Pole sana. Sawa. Asante sana. Maana nilikuwa nimebana na kiu mimi. Maji ya chumvi. Sasa uko tu maji ambayo hayana chumvi hamna. Ndio haya yamekutoa kiu. Ila nawe nayo umezidi sana kuzurura juani. Amna. Nilitoka nyumbani na kumfuata Feti kwa ajili ya kumsuka. Lakini sijamkuta. Feti? Ndio. Nimekutana naye huko chini. Wakiwa naelekea Mto Mzinga. Yeye na Mwadawa. Wale nao kama mapacha. Utakapomkuta Feti, basi na mwenzie yupo. Hawaachane hata kidogo. Huo ndio urafiki sasa. Sio urafiki wako. Mpaka upate shida ndio uje hapa. Unajua huyu Mabuga simuelewi. Unajua Mabuga ni mtoto wa kiume, lakini kuna vitu anavyovifanya nashindwa hata kuvielewa. Wana mdogo wao yule mdogo wa kiume. Wanatuambia sisi kwamba kasafiri na sisi wote tunajua amesafiri. Sio amekwenda kwa mama yao mkubwa. Lakini kumbe yule mtoto hajasafiri wala hajaenda wapi. Yule mtoto yupo ndani na anaumwa vibaya mno. Sijakuelewa. Unachomaanisha ni Maige au mtu mwingine? Unamjua yule binti Nyambuge? Namfahamu, si shemeji yangu, nisimfahamu tena. Basi bwana, yule binti amekaa nalo, ameona mtu akuja kuniambia nione. Tena ameniambia mimi nakwambia kama siri. Hajataka mimi nijue wala mtu aina yoyote ajue. Yule mdogo wao yupo ndani na anaumwa. Cha ajabu inapofika usiku, yule dogo anaumwa sana, alafu anakuwa na nguvu za ajabu. Hata watu wanne wamshike au muwezi kabisa. Yamekuwa hayo. Kwa hiyo mpaka upate shida mimi ndo nakuja hapa. Kwani uongo? Basi ishe mwana wangu. Hata hivyo nimekuja hapa kwa sababu nimemfuata Feti ili anisuke. Sikai, nikitoka hapa naenda kuaga nyumbani, naondoka zangu mjini. Mambo yangu yananisubiria. Ila shoga yangu mjini kumekupenda. Nifanyie basi na mimi mpango niende. Utaweza? Nitaweza. Wewe uliza hapa kijijini, nani asomjua pili? Maana umekuwa andazi. Ukiloka tu kwenye cheo ushalegea. Kesi sitaki. Asa kesi na nani? Mimi mtu mzima. Chukua maji yako mwenye na chumvi baya. Lakini ndio amekutoa kiu. Taija nitoka. Yeye anataka kuniambia kwamba Maige hajasafiri. Kwa sababu unavyoelewa mimi Maige kasafiri kaenda kumtembelea bibi yao. Unajua rafiki yangu, unajua yule Mabuga yule ana shida sana. Yaani Mabuga anawezaje kukaa na siri nzito kama hii? Na unavyoelewa mimi katika hichi kijiji chetu tunaishi kwa umoja na amani. Upendo pia upo. Yeye iwezekani yeye hili jambo limenivunisha sana. Inaweza kawa yule sasa amehamia kwenye imani za kishirikina. Umeamua kumtesa mdogo wao ili ajipatie pesa. Ndio maana amenyamaza kimya. Hataki kumwambia mtu aina yoyote. Sasa kama yule binti angekuwa hajaniambia mimi, inakuwaje? Sasa hapo. Mimi ndo nafikiria kama anaweza kumfanya mdogo wake vile. Je, siku wao wakiondoka ndugu zake kisha au ndugu zake wote? Sianza katoka kafara na sisi? Anatuachaje? Sikubali, nitamtafuta popote na nitamwambia iwe kwa watu ama hakuna watu. Haiwezekani. Haiwezekani. Ili sikubali. Na nitahakikisha nitaenda kuhakikisha kama kweli Maige yupo. Upuzi na ujinga na upumbavu. Poa za kwenu? Mzima. Mnaenda wapi mapacha msiofanana? Tunaenda hapo bondeni kuchuma mboga. Ndio mfatane? Ndio. Sitaki kubishana na nyie sana. Nataka tu nikuulize. Hivi unafanyaga kazi muda gani? Unashindwa kukaa nyumbani ukafanya kazi?
Kaza kulishamaliza muda tu. Sasa unaniona nipo naye. Zishaisha. Hebu kwanza muulize hivi. Wewe unaoniuliza hivyo ni kama nani? Tuzo niuliza kama nani yani? Na kushangaa ni unazurura muda wote tu unalandalanda. Kuhusu kazi, kuhusu nini havikuhusu. Wewe fanya mambo yako. Maji mwenyewe mbona umebeba nusu? Nashangaa. Kwani unaweza kubeba iliyojaa? Nimekaa kivivu hiki jamani. Maamuzi tu. Unaona dekizo sana. Na shoga yako wapi? Nataka niwaambie mimi sinaga muda kufuatana na watu ovyo ovyo. Kosi ng'ombe au? Tunatonaje? Siwezi jua, ndio maana nikakuuliza. Hivi unafanya kazi muda gani? Usibishane naye. Maana naona anakupotezea muda kabisa, tuondoke. Haya. Maige, unafanya nini usiku huu? Hebu twende ndani. Sasa ndugu yangu, unajua unanichanganya sana. Yaani kama naamini, kama siamini hichi ambacho unaniambia. Ni kimya yote hii siku zote hizi. Mimi najua jana amesafiri. Kwa sababu nilishamzoea. Bwana funga mbuzi wangu pale. Ninyanyulie yeye ndo niweke ndani umri wangu si unajua ulivyofikia sasa hivi. Maana miaka hii uzee sio lazima uwe na miaka mingi. Sasa nilipoona kimya nikauliza. Alinijibu kaka mtu kwamba huyu kasafiri mara moja. Kwa hiyo siku zote hizi mimi naishi. Najua amesafiri. Sasa leo unaniambia kumbe yuko ndani na anaumwa. Hapa sasa ndo naamini kwamba ukiastaajabu ya Musa basi utaona ya Mabuga. Haiwezekani jambo zito na kubwa kama hili kukaa nalo kimya tu. Wakati ninavyojua mimi jambo kama hili lazima ushirikishe ndugu, jamaa na marafiki kujua jinsi gani mtalitatua. Yeye kakaa nalo kimya tu ndani. Sasa najiuliza kama Mabuga jambo kubwa na zito kama hili analo ndani kalikalia kimya, sisi wengine hatujui. Na uhakika na mambo mengi makubwa zaidi ambayo sisi hatuwezi kuyajua. Si bure. Kuna kitu tu. Lakini ndugu yangu, yaani mimi ninapata ukakasi kwenye hili swala una uhakika nalo lakini au ni tetesi tu wewe umezipata? Maana mimi linanivuruga. Wewe hivi una akili kweli kweli? Unajitambua? Nikisema hauna akili nitakuwa nakosea mke wangu. Kwa nini mume wangu? Unajua unanichosha sana. Na sitaki unichoshe. Hivi inawezekana vipi Maigeli atoke nyumbani aje hapa
hata mlango asigonge. Inaingia akilini hiyo? Sasa nisikilize, Maigeli namhudumia na najua uchungu wake. Naumia sana juu ya yule mtoto, napoteza vitu vingi kwa sababu yake. Nishasikia maneno mengi kuliko ya kwako, lakini yote nimeyamezea maji, yameshuka. Unapoelekea utakuja kunishindwa, yani tutashindwana, kwa sababu nashindwa hata kumalizia nyumba yangu, nashindwa kuongeza hata chumba kimoja. Matofali yana mwaka sasa hivi, lakini bado unaonekana mpumbavu. Wewe na wewe wifi yako huko nyumbani mnanichosha. Hapa kuna 50-50 kwamba ni kweli ama si kweli, lakini ninavyojua mimi, kwa sababu alioniambia hili jambo ni mtu wa karibu yao sana, ni mchumba ule mdogo wake Mabuga, ule binti wa kike mweupe ule, ndo mchumba wake kanifikisha hizi habari. Yaani ninachojiuliza zaidi, huyu Mabuga anapata wapi ujasiri wa kukaa na siri kubwa kama hii? Unajua ni hatari sana hii. Sasa leo ndo naamini kwamba moyo wa mtu ni kichaka, una mambo mengi ambayo sisi hatuwezi kuyajua. Na inawezekana vipi? Mimi naunga mkono kwenye hilo unayoongea. Hili mimi nikupe tu wewe muda, nifuatilie tujue ukweli juu ya hili, na kama kuna uthibitisho ni kweli huyo msho yuko nani anaumwa, oho, lazima mwenyekiti atambue hili, kwa sababu hii si hali ya kawaida. Unajua, lazima tumfikishie taarifa hizi mwenyekiti. Sawa. Hawezi kufa huyo msho ndani na tupo kama hivi, yani tuna maana gani sasa? Kwanza ni kondoa ya hofu, pili asikwambie mtu. Staa ya nguo iliyotoboka ni mkao wa mvaaji. Mimi nitalifuatilia hili jambo na nitalielewa kinaga ubaga. Yaani kiukweli hii ni hatari sana, hii si kawaida. Kiwango, usinipande kichwani. Nipo tayari kuishi mwenyewe mimi ndani bila ya kuwa na mke yoyote, na kunapoelekea hii nyumba itakushinda, utaondoka ndani. Nisikilize, si kila kweli na ukweli kiundani, ila kuna baadhi ya ukweli zimeambatana na utani. Na heshima ya mtungi kata, kikombe uchafua maji tu, na ubaya wa jini makata akipanda uhitaji mbuzi. Sasa usisababishe jini wangu akapanda, maana utapata tabu sana katika maisha yako. Sawa mume wangu, ninakuelewa. Lakini nini? Sitaki kusikia chochote kile. Kitu chochote kinachotoka katika kinywa chako. Na mdogo wako naye anaendeleaje? Vipi, mbona kama una mashaka? Mdogo wangu wa jambo kabisa huko aliko, na anatarajia kurudi wiki ijayo. Kama tatizo mwanaume, usifanye mimi na yeye tukagombana. Unataka nimsonye nani? Labda ninaomba ukikutana na mimi njiani fanya kama unijui, si unanielewa? Maana mwanga